Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi mnachokienzi ukweli wa habari. Kaka, tufunulie hizo adhabu ni adhabu gani? Adhabu ni mara tatu. Kuna adhabu ambazo ziliweza kuanguka kuhusu nchi ya Rwanda peke yake kama taifa, ambalo mataifa mengi wamesema hawataruhusu hawatashiriki tena katika mikutano mbalimbali ambayo serikali ya Rwanda ilikuwa inaorganize makonferense na vitu kama na zile. Mtu atajiuliza makonferense zinasaidiaje? Makonferense ni za muhimu sana kwa sababu wakati ambapo wanaorganize makonferense, wale watu wanakuja kutoka mataifa mbalimbali, wakikuja wanakuja na pesa za kwao, wakiingia katika nchi wanalipa visa na hiyo ni pesa inaingia. Wakitoka kwenye aeroporo wanatumia taxi ambayo ni pesa inaingia kwa mikono ya wananchi wa Rwanda. Wakifika wataingia kwenye hoteli kwenye watalala, hizo hoteli watalipa labda kama ni wiki moja au siku ngapi watakaa, na wakiwa kwenye hizo hoteli watakula chakula. Hiyo ni pesa ambayo inaingia katika nchi. Na pia wakianza kuzunguka hapa na pale, maybe watasema waende kuangalia maeneo turistike, maybe mapark na vitu kana za vile, inaingizia nchi madevize za nje. Lakini wakati ambapo sasa wamesema ya kwamba wamejikata uhusiano wa aina yoyote kuhusiana na kushiriki katika mipango kama na hiyo, inamaanisha nchi ya Rwanda itapoteza kiuchumi ama kipesa, watapoteza sana kwa upande mmoja. Lakini kwa upande mwingine kuna ile biashara ambao wanafanya, ambazo Rwanda inatuma vitu huku ambao na vitu zingine zinaletwa kule Rwanda kwa bei nafuu, hizo pia zinaathirika. Lakini katika hili adhabu ambayo ingine ambao walipatia wananchi kadhaa, mojawapo wa wale wananchi ambao walipewa ni wanajeshi. Hawa military wanawazuia, hawatatembea, watoto wao hawezi wakasafiri, wao wenyewe hawezi wakaenda maeneo mbalimbali. Pia hiyo inawazuia movement hapo, kwa sababu ili waende wapigane, hawapigani tu at le front, wanatoka pia wanaenda kutembelea nchi zingine, wanaenda kuongea na mataifa mengine, wanatafuta pia masilaha ili waende wapigane. Ikiwa hizo adhabu ni za ukweli, inamaanisha pia watazuia ile kuwapatia masilaha nyingi walikuwa nawapatia, na hizo silaha ambazo zilikuwa zinakuja kuwaua Wakongomani. Lakini pia kuna wale wafanyabiashara wawili ambao wamewaadhibu, mmoja akiwa ni anaangalia mambo yote ya export ya vitu mbalimbali ama mineral mbalimbali ambazo zinaibiwa ku Kongo, na mwingine akiwa ni yule ambaye ni proprietary wa hiyo rafineria ambayo ina rafine dhahabu, na wamezuia kwamba hawataweza kununua hizo dhahabu kutoka katika hiyo rafineria, kutoka katika hiyo nchi, na maanisha kwamba pia hiyo itawapiga kiuchumi. Kwa kifupi, adhabu hiyo inawazuia ama ina affect economy ya ya Rwanda, lakini pia ina affect movement ama movement ya aba rebeli au majamaa ambao wanajihusisha na mambo mbalimbali katika vita vya Kongo. Sasa swali ni kujiuliza, eske bako sincere katika hiyo adhabu ya kwao, ama ni mchezo tu wanacheza kusudi hadaye wa Kongomani ya kwamba wanafanya kitu, lakini kule chini ya meza wataendelea kuwasaidia hawa majamaa, hatujui. Lakini ukiangalia ile hasira kubwa ambayo serikali ya Rwanda imejibu nayo, inaonekana ya kwamba hiyo adhabu inafanya kazi, kwa sababu sasa kama nilivyowaambieni, taifa la Rwanda linategemea karibia nusu ya uchumi wake ama ekonomia yake ama BJ yake ya mwaka inategemea usaidizi ya nchi mbalimbali kutoka Ulaya, na ambao wamekuwa wakiwapatia fedha mwaka nenda mwaka rudi. Kwa hiyo hizo pesa hata kama watazizuia kwa muda fulani, itakuwa ina affect maendeleo ya nchi ya kwa upande mmoja. Lakini pia itakuwa ni matatizo makubwa, kwa sababu ikiwa Rwanda pia inategemea mali ya Kongo, na wao wamewazuia kwenda kupigana Kongo, kama tungelisema wafukuzwe kabisa wasiwe ndani ya Kongo, nusu ingine ya budget ya nchi yao pia inategemea nchi ya Kongo. Kwa hivyo itakuwa ni adhabu ya juu, na ndio maana Rwanda inasemaga ya kwamba kwao hii ni
la vie ou la mort. Probleme ya Kongo ni la vie ou la mort. Sio la vie ou la mort kwa sababu wanataka kusaidia Wanyamulenge vile huwa wanadanganya, lakini kwa sababu uchumi wa nchi yao inategemea hali hiyo ya kivita ya Kongo. Nadhani kwa kifupi nimeweza kujibu, na tutajaribu kuendelea kufuatilia, tuangalie mambo haya yataendelea namna gani, kwa sababu kwenye Rwanda ilifikia kufukuza baambasadere, sio baambasadere, ba diplomate yote. Yani kila mtu ambaye anatumika kwa ambasade ya Belgique Rwanda alifukuzwa. Sio mchezo. Wangesema tena wanafukuza ambasadere ingekuwa dosingi, lakini wanafukuza kila mtu. Kwa hiyo ni mambo yako namna hiyo, lakini hatujui kama ninavyosema mimi mwenyewe niko na wasiwasi kujua kwamba bako sincere ama ni mchezo wanatuchezea tu. Hizo mavikwazo huwa zinaangusha uchumi wa nchi. Hizo mavikwazo ndio ziliweza kuangusha nchi kama vile Zimbabwe. Sasa wanajaribu kujikaza kusimama tena, lakini sio kitu mzuri sana vikwazo zikiwekewa watu mbalimbali. Zikiwekewa watu kama NDVD wanaweza kuzikonturni, lakini kikuwa sasa zina target nchi mzima, hiyo inakuwa ni dossier nyingine. Mungu awabariki, tukutane katika kipindi kijacho. Mimi wenu wa kila siku, Elijah.